Sio vizuri, madawa ya kulevya kwa ujumla yote sio vitu vizuri, yaani namaanisha walobakia wajifunze kupitia sisi. Au mwingine anaweza akawa unamuuliza umeamka na hisia gani, akakwambia bana, mimi nimekumbuka familia, ama nimekumbuka watoto, ama nimekumbuka kazi. Karibuni sana. Karibuni sana. Hapa ni zawadi yenu ya mtu mnaikumbuka? Naikumbuka. Safi sana. Karibuni. Kwa wale wanatufuatilia kwa siku ya leo, kipindi ni Tupo Soba, na leo tuko kwenye Soba House inayofahamika kwa jina la Moshono Foundation Soba House, nyumba ya kupata nafuu kwa waraibu wa dawa za kulevya. Nimefurahi sana kutembelewa leo na DCA ambao pia tukiwa sisi ni Soba House tunafanya nao kazi na ni wasimamizi wa hizi nyumba zetu za upataji nafuu. Kwa hivyo leo wametutembelea na wataona ni kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hivyo karibuni sana. Sisi kama mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tuna miongozo ya uanzishwaji na uendeshaji wa hizi nyumba za upataji nafuu. Kwa hizi nyumba haziendeshi kiolela. Nipende kuwatoa shaka wananchi wote na wajue kwamba mamlaka tuko mstari wa mbele dhidi ya ufuatiliaji wa nyumba hizo na kuendelea kutoa huduma, lakini tuna miongozo ya uanzishwaji kama unavyoona. Wakati tunaingia nyumba ilikuwa na uzio, kwa hata ni vigumu kwa mraibu ambaye anaendelea kupata nafuu anaikuwa katika hizi nyumba aidha kutoroka au kushawishika kutoroka kulingana hata na mazingira ambayo umeyaona. Tunamtanguliza Mungu kwa kila kitu. Hata kwenye hizi program zetu kuna misingi ya imani za kiroho tunawafundisha, na ni watu ambao walikuwa wamepoteza mahusiano na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunawafundisha kurudisha mahusiano na Mwenyezi Mungu. Kama Moshono Foundation Soba House, ambapo pale ukiangalia ina alama kwanza ya katazo. Yaani kwamba pombe tumeweka ni kitu ambacho hapa kwetu ni aina ya dawa za kulevya pombe. Na pia ukiangalia kuna sindano pale ambayo ipo katika alama ya katazo, ambayo pia ni sehemu ya watu wanajidunga sindano. Pia ukiangalia pale utaona kuna alama ya vidonge. Watu sasa hivi wanatumia mavidonge pia kama Valium na baadhi ya vidonge vingine vilivyopo kwenye maduka ya madawa ili kuweza kufanyaje kupata mtingo. Ndugu yako ambaye ni mraibu au mraibu mwenyewe kaamua kuja mwenyewe, taratibu gani zinafuata? Anapofika hapa tunakuwa tunamsajili kwa ajili ya yeye kuweza kufuata taratibu na miongozo iliyopangwa na DCA. Kwa hiyo hizi fomu ni fomu ambazo tunafuata miongozo ya kila kitu kilichopangwa na DCA. Kwa hiyo anapokuja hapa tunamsajili kupitia hii fomu. Subiri tu tupate ile mashine ambao wakitupa tutaanza rasmi, japo sasa hivi tumewamisha tupa application kwa njia ya simu na msajili pia. Kwa hiyo ni kipimo kizuri ambacho pia sisi kinatusaidia kubaini kwamba tunafanya kazi sawa, lakini kwa kiwango gani kazi inafanyika, wangapi wanasaidika. Lakini pia kuna kesi nyingine ziliwahi kujitokeza kwamba labda mtu babake amefariki kaacha mali, wanamsingizia kwamba huyu bwana ni mraibu, amechanganyikiwa na nini, ili asipate haki yake. Ni kama wasimamizi wa hivi hadi unampokea mtu unajiridhisha kwa kiwango gani kwamba huyu kweli anahitaji usaidizi au kana kweli familia ina changamoto inataka imweke tu huyu mtu ili aendelee na vitu vyao. Lakini baada ya kubaini sasa kama kweli ni mtumiaji wa dawa za kulevya, atajiunga na matibabu ya nyumba za upataji nafuu. Lakini pia kwenye hizi nyumba za upataji nafuu kuna vipimo ambao tunategemea mraibu wa matumizi ya dawa za kulevya yuko katika hatari kubwa kupata ya magonjwa. Miongoni mwa magonjwa hayo ni magonjwa ya akili, lakini changamoto za ini, changamoto za figo. Kwa hiyo vipimo vyote hivyo, changamoto za kansa, huyu mraibu ambaye atakuwa amefika kwenye hizi nyumba za upataji nafuu, mara nyingi huwa tunawahimiza au wamiliki wa hizi nyumba wachukue hivyo vipimo vyote na watu wa changamoto za kifafa, kwa sababu hivi vitawasaidia wao hata kuwaweka katika nafasi nzuri. Hata kama huyu mraibu atapata changamoto ya magonjwa ya akili, wajue kabisa huyu mraibu anahitaji kuendelea na matibabu akiwa ndani ya hizo nyumba za upataji nafuu au zile kliniki za magonjwa ya afya ya akili. Kuna hospitali ya Mount Meru ambapo kuna kitengo pale cha afya ya akili
na kuna vipimo vyote ambapo pale anaweza akapata kipimo cha kuweza kujua kwamba huyu anatumia pombe, huyu anatumia bangi, ama huyu tatizo lake ni dawa za kulevya. Kwa hiyo kwa njia hiyo tunaweza kujiridhisha kwamba huyu drug choice yake ni aina gani. Mnajisikiaje kuwa hapa? Najisikia vizuri sana. Tunaendelea kupata nafuu, sivyo? Ndio. Na viduri kama. Au tumeshapona kabisa? Bado tunapata nafuu. Hongereni kwanza kwa kukubali kupata huduma. Kwa hiyo kile kitendo cha utayari na kukubali kupata huduma unajiweka katika mazingira mazuri ya wewe kuweza kusaidika na kupona kwa uharaka. Healing session ni kipindi cha wewe kuweza kutambua hisia zake ili aweze kujua ameamka katika hisia gani, kwa sababu asubuhi mtu anakuwa anaamka na hisia nyingi, hisia mbalimbali. Unaweza ukamuuliza umeamka na hisia gani, akakwambia mimi nimeamka na hisia sijisikii kukaa hapa, nimechoka kukaa hapa, nataka kuondoka. Au mwingine anaweza akawa unamuuliza umeamka na hisia gani, akakwambia bana mimi nimekumbuka familia, ama nimekumbuka watoto, ama nimekumbuka kazi. Lakini kiuhalisia anapokuwa hapa lazima aanze kukumbuka hivyo vitu kwa sababu yupo katika utimamu. Lakini vitu mara nyingi anapokuwa anavikumbuka ni vitu ambavyo alikuwa ana uwezo wa kuvifanya alipokuwa kule nje. Hizi ni tiba kazi ambazo zinaweza kumsaidia yeye kuweza kuwa ni productive member kwenye society, ambapo hapa wanachomelea. Yes, wanaonekana hapa wakiwa wametengeneza hivi viti na vile kule ambavyo mnaviona kule, vyote hivi ni wenyewe ni kazi zao za mikono. Matatizo yapo kumpata mtu yoyote. Sasa namna ambavyo mtu anapokea zile changamoto ambazo anashindwa namna gani bora kukabiliana na hizo changamoto, ndio unajikuta anajiingiza dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya. Bwana Brenda, tumeona hapa, tumefika tumekuta kuna TV na ndugu zetu hapa wanatazama. Muongozo unazungumzaje juu ya uwepo wa hivi? Lazima sio lazima? Kama ambavyo tulisema kwamba nyumba za upataji nafuu sio jela. Tunaona waraibu wanaoendelea kupata nafuu wanapata nafasi ya kupata refreshment kama hivi, wanaangalia mipira, lakini kujihusisha na michezo mbalimbali ambayo itawafanya wasiwe idle wanapokuwa katika hizi nyumba, bali wawe active, akili zao ziweze kujishughulisha na wapate muda wa kuangalia vitu kama hivi. Hapo unalala, hapa TV ipo. Yes. Kuna limitation yoyote ya namna ya kutazama au wakisikia tu wanawasha? Waga kuna muda maalum, kwa sababu ukisema tu akijisikia nawasha ina maana kila saa watakuwa wanaangalia. Tutaonyesha sura kwa sababu hatakuwa tumewaandaa, lakini pia ni tayari wa mtu. Kwa hiyo utasikia tu sauti, utaelewa kile ambacho tumekiuliza. Mimi katika upande wa kutazama TV najisikia vizuri kwanza. Najisikia vizuri kabisa kwanza, najisikia fresh. Kwa hiyo hata kuwepo hapa hivi mimi naona ni sahihi. Na hapa sio jela kiukweli. Hapa mahitaji yangu yote muhimu nayapata. Kwa mfano hapa TV tumeshatoka kwenye madarasa yetu, tumeingia kuangalia TV hapa. Baada ya muda tena tutarudi tena kwenye madarasa yetu. Pia baada ya hapo saa 2 usiku tena tunaangalia taarifa ya habari. Tunaendelea kupata taarifa mbalimbali za dunia, tujue dunia jinsi inavyoenda kwa sasa. Kiukweli najisikia vizuri sana. Na najisi kweli hata na wale wote waliopo kule nje wajue kabisa sehemu kama vile hapa ni sehemu sahihi kabisa na salama. Yaani tunaishi kama vile nyumbani. Kiangalia mimi hata nyumbani nilipokuwa nikiishi na hapa ni tofauti. Yaani kuna vitu vingine nyumbani nilivikosa, lakini hapa nimekuja nimevipata. Kwa mfano tunakula vizuri, chakula ni kizuri zaidi ya nyumbani. Najisikia vizuri kiukweli. Kazi, majukumu, pia tuna garden hapo nje. Shughuli mbalimbali tunazifanya. Pia hii hapa inatusaidia ili tuende kuwepo wanachama wazalishaji huko nje. Maana sisi tulikuwa ni tegemezi hapo mwanzoni huko nje tulikotoka, inatusaidia sana kiukweli. Vyote toka ujumla sio vizuri, madawa ya kulevya kwa ujumla yote sio vitu vizuri. Yaani namaanisha walobakia wajifunze kupitia sisi. Wajifunze, sio vitu vizuri vyote hivyo. Madawa ya kulevya yote kwa ujumla sio vitu vizuri. Ndio. Umepoteza kwa kiasi gani? Nimepoteza kwa kiwango kikubwa sana. Nikiangalia mimi nilikuwa na mke wangu nilikuwa nikiishi naye, amenikimbia hapo nyumbani. Jamii imenitenga.
kafika kipindi nikajikuta sina thamani katika jamii huko. Matarajio kwa namna ulivyokaa hapa, unaona kuna mwelekeo wa kurudi kuwa timamu kabisa? Ya, mwelekeo upo 100%. Naona zile ndoto zangu zote zilizokuwa zimekufa zinaanza kufufuka tena huko. Yes. Kwa hapa muda wote mtu anaweza kujihudumia mwenyewe. Mtu anajihudumia, anajisikia kwa nyumbani zaidi. Okay. Viongozi wanaelekeza kwamba kwanza chumba kiwe na nafasi, lakini sio nafasi tu, kwa kuna ventilation. Kama tunavyoona hiki chumba kina madirisha mawili ambayo tunategemea huyu mtu atakuwa anapata hewa nzuri. Yes. Lakini chumba sambamba na hapo, hiki chumba kina washroom, kwa hiyo mtu anaweza akaweza kujihudumia katika kutumia hizo washroom ambazo ziko katika hiki chumba. Kwa hiyo kutokana na miongozo, hiki chumba kinakidhi kabisa vigezo vya mraibu kuendelea kupatiwa matibabu akiwa katika hii nyumba upataji nafuu. Kuna tofauti gani ya namna ambavyo mnampokea mraibu yule ambaye huko mtaani labda anaonekana ana changamoto hadi amefungwa kamba na nini, kwa huu tulivu uliopo hapa ndani? Ni rahisi kumcontrol? Kuna namna ambavyo huwa mnamtuliza kiwango cha kuamua kusema sasa nakaa hapa, hata kama hakuwa tayari mmempa huo tayari? Huwa tunamshauri ni familia ama ni ndugu wampeleke kwenye kitengo cha afya ya akili kabla hawajamleta hapa. Wahakikishe kwamba huyu mgonjwa ameshapelekwa kwenye kitengo cha afya ya akili na ameshaanza matibabu, na akishafikishwa hapa sisi tunampokea akiwa anaendelea na matibabu hospitali. Kwa hivyo wanakuwa kama ni dawa zake anaendelea kutumia, tunakuwa tunampa. Turuhusiwi kumpiga na pia turuhusiwi kumpa dawa mpaka tupate idhini kutoka kwa daktari. Tunapokuja kutembea katika hizi nyumba za upataji nafuu, mara nyingi huwa tunataka tubaini hawa waraibu ambao wanaendelea kupata nafuu kama wana changamoto zozote wanazozipitia wakiwa katika hizi nyumba za upataji nafuu. Haswa ni kuzingatia utu wao na usalama wao wanapokuwa katika hizi nyumba. Mnaweka mazingira gani? Kuna watu wanasema nikimpeleka pale nilishampeleka sehemu nyingine akatoroka, napata hasara tu. Hapa mna hivyo vitu viwili mnafanya. Yes. Kwanza pia kuna wasimamizi ambao wanahakikisha huyu mtu yupo chini ya uangalizi anapofika hapa kwenye kituo. Kwa hivyo inakuwa kutoroka ni ngumu kwa sababu muda wote tunakuwa yupo katika chini ya usimamizi. Lakini pia kitu kingine kuhusiana na swala la mtu kukaa hapa, inategemea na mtu tatizo limempiga kwa kiasi gani. Kwa hiyo tunajivunia kuona watu ambao wamepita kwenye kituo chetu na sasa hivi wapo nje wanaendelea na maisha yao. Tuondokane na hizo dhana potofu kwa wale wote ambao jamii wana ndugu zao, wapendwa wao, watu wao wa karibu ambao kwa namna moja au nyingine wamejiingiza dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya, basi wazifikie hizi huduma za nyumba za upataji nafuu. Lakini kwa mraibu ambaye ametumia heroin, basi afikie huduma za Mati Clinic, pamoja na kama ambavyo tunashirikiana na vitengo vya afya ya akili. Basi kama mtu ana changamoto ya magonjwa ya akili ambayo sababishwa dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya, afikie hivi vitengo vya afya ya akili aweze kupata matibabu. Tuwanyanyapae waraibu wa tatizo ya changamoto ya dawa za kulevya, bali tuwaunganishe na huduma saidizi za matibabu. Imekuwa ni siku nzuri sana kutokea hapa Mushono Foundation Sober House. Kipindi kilikuwa ni tupo soba mara zote. Tumekuwa tukipewa nguvu na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kaskazini, ambapo tumekuwa tukiangazia kuanzia aina, namna ambavyo wanapambana kuzuia kuingia kwa dawa hizo. Lakini leo tumeanza safari ya kuangazia namna ambavyo hizi Sober House zinawapokea vijana ambao ni waraibu, lakini pia watu wazima ambao ni waraibu, wakati mwingine pia watoto. Lakini huko mtaani ilijengeka dhana kwamba huku ni kama jela, kiwango ambacho kilipelekea tukio moja wiki mbili zilizopita hapa jijini Arusha, kijana mmoja kujinyonga kwa kutumia mkanda wake baada ya wazazi wake kumfungia ndani ya chumba akimwambia tunaandaa usafiri wa kupeleka Sober House, baada ya kugundua kwamba anatumia madawa ya kulevya aina ya bange na hataki kwenda shule. Kwa tukasema ngoja tupite tuonyeshe namna ambavyo nyumba hizi za upataji nafuu ni sehemu salama za kuishi na haziko kama jela kama ambavyo watu wanaamini kwamba huko labda kuna vitisho, kuna kupigwa. Kumbe hata sheria haziwaruhusu wa kupiga wala kutoa dawa yoyote. Ni sehemu ya kuja kupata usaidizi wa kisaikolojia ili kurejea katika hali yako ya kawaida. Tulikuwa na afisa kutokea mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya anafahamika kwa jina
la Brenda, lakini pia mwenyeji wetu alikuwa ni Jacob, na mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumbale Barbers. Kwenye mitandao ya kijamii unaweza kufuatilia mahojiano haya na kipindi hichi kwa jina la Tupo Soba.